Nairobi. Now, grief and an agonizing quest for closure converged in Kwale County today as the family of Zuhura Rama gave their daughter a dignified final send-off. Zuhura, a grade 10 student, was one of the 16 young souls tragically lost in the horrifying dormitory inferno at Utumishi Girls Academy in Gilgil on May 28th. Marion Barasa with more details. Somber atmosphere enveloped Mkakwani village in Kwale County today as family and friends gathered to lay to rest 16-year-old Zuhura Rama. Zuhura was among the 16 students who tragically perished in the horrific dormitory inferno at Utumishi Girls Academy in Gilgil. Zuhura, a brilliant student who excelled in her 2023 KCP exams at Ukonda Primary School, had a clear vision for her future. She wanted to become a doctor to serve her community. Instead, she returned home from Nakuru County in a coffin. Her maternal uncle Ali Hamadi Mapishi recounts the nightmare of identifying her remains. Tukio lililotukia ni tukio ambalo mzazi hajatarajia kwamba mtoto wake anaenda shuleni kufariki. Anatarajia anaenda shuleni kuchukua mafanikio alete nyumbani. Na kama anaenda kufariki shuleni na serikali inajua ni nini kinachoendelea, basi ni kitu ambacho tunaona serikali ni kama haina viongozi. Local educators who molded Zuhura's life also expressed their profound shock. Omar Menzakombo, her former primary school teacher, remembered her as a dedicated, high-performing student in Swahili and mathematics. Alifanya vizuri na tuliposikia habari hizi kwamba tumempoteza Zuhura ilitupata kwa mshtuko, na ndio maana leo tuko hapa, tuko na baadhi ya wanafunzi wenzake ambao waliwaacha pale kwa sababu mpaka sasa bado hatujaamini kwamba Zuhura ametuacha. Naam. As the community stands in solidarity, elders and local leaders express deep resentment towards the national government. So ni sikitiko kubwa sana kwa serikali kwa sababu tunaishi nchi ambayo ni kama ambayo haina uongozi. So maoni yetu sisi ni kwamba, ama masikitiko yetu ni kwamba tunaomba serikali iwajibike kwa kazi yake inayofanya na pia kulinda wananchi, kwa sababu ni haki ya mwananchi kulindwa na serikali. Tuchukueni majukumu kama wazazi. Tuhakikishe hawa watoto tunawaongelesha, kwa sababu kile kitendo kulingana na zile CCTV tuliona watoto. Sasa hatujui kama pia kuna mkono wa mtu mwingine, lakini ilionekana ni wale wanafunzi wenyewe wakitia moto. While the Higa family thanked local leaders like Faisal Mbugi for stepping in with financial and emotional support, the broader sentiment in Kwale is one of profound disillusionment. Marion Barasa, KTN. Now,